Kwa kijana ambaye unajiandaa kuingia kwenye maisha ya ndoa, unajiandaa kuanza familia, au tayari wewe uko kwenye familia, huenda umepata mtoto au bado haujapata mtoto. Kuna kitu kimoja ambacho tunahitaji kukukumbusha, ili kama hujakifanya basi ukifanye, au kama ulikuwa umekisahau basi kijue, ili kikuongoze katika malezi ya mtoto uliye naye au ya mtoto ambaye unatarajia kumpata. Kwa sababu tunaamini kwamba anayeingia kwenye ndoa kupata mtoto ni jambo ambalo linawezekana. Unapozaa mtoto, Mungu anakuwa amekuamini wewe. Amekuamini kwamba utaweza kumlea huyo mtoto katika njia ambayo inampasa, na wewe utakuwa ni sababu ya yeye kufikia hatima yake, ile ambayo Mungu aliiweka ndani yake wakati anamuumba. Jukumu hilo lipo mikononi mwako, na kama jukumu hilo lipo mikononi mwako, kwa ni wewe kufanya jitihada za kuamua kwa makusudi kutafuta kujua kusudi la mtoto wako au hatima ya mtoto wako ni ipi ambayo Mungu aliweka ndani yake. Kitu kingine ambacho nataka kujua ni kwamba Mungu alivyokupa huyo mtoto hakumfanya awe mali yako. Wewe umempokea huyo mtoto kama njia ya kuhakikisha huyo mtoto anakuja kuishi katika ulimwengu huu ambao Mungu amemwandalia. Kwa hiyo kama wewe umetumika kama njia, hauna hati miliki ya huyo mtoto. Ndio maana leo mtoto umemzaa wewe, umemlea wewe, lakini ukimtendea kitendo cha kinyama unafungwa. Je, nguo yako uliyonunua kwa pesa yako ukiichana au kaichoma moto, kuna mtu yeyote atakuja kukuhoji kwa nini umeichoma moto? Je, utachukuliwa sheria kwa sababu umeichoma moto au umeichana? Hapana. Lakini kwa mtoto inakuwaje? Utachukuliwa sheria. Kwa maana hiyo inaonyesha kabisa huyo mtoto sio mali yako. Sasa basi, kama sio mali yako, ni mali ya nani? Kwanza kabisa ni mali ya Mungu mwenyewe aliyekupatia. Ana mamlaka ya kukupa na kunyang'anya. Ndio maana hakumpitisha kwa mzazi mwingine, hakumpitisha kwa mtu mwingine, lakini akampitisha kwako. Ana hayo mamlaka, ndio maana amekupa wewe, lakini ana mamlaka ya kumchukua, na hakuna mtu anaweza kumpinga wala kumuuliza kwa nini amefanya hivyo. Tambua, ni mtoto ni mali ya Mungu. Hilo la kwanza, ni mali ya Mungu. Pili, ni mali ya jamii. Sawa? Ni mali ya Mungu kwanza, na pili ni mali ya jamii. Kwa maana hiyo, huyo mtoto si mali yako wewe. Ni mali ya Mungu na ni mali ya jamii. Sasa kama ni mali ya Mungu na ni mali ya jamii, wewe una wajibu gani ambao unatakiwa kutekeleza kwa huyo mtoto, ili sasa uweze kuishi vyema na Mungu, lakini kuishi vyema na jamii? Kwanza, kumlisha imani juu ya muumba wake. Mpe imani ya kuamini kwa yule aliyemuumba, yule aliyempa uwepo, yule anaendelea kumpa uhai na pumzi hiyo aliyonayo. Imani yake kwa muumba wake, hilo ni jambo la kwanza ambalo wewe kama mzazi unatakiwa kumrithisha mtoto wako. Naomba nieleweke vizuri. Siongelei dini, naongelea imani juu ya muumba wake. Haijalishi kwa dini yoyote aliyonayo. Hapo naomba nieleweke kabisa. Siongelei dini, naongelea imani kwa muumba wake. Hilo la kwanza. Jambo la pili, mpe malezi ya jinsi ya kuishi vyema na jamii ambayo Mungu amemweka kuwepo katika hiyo jamii, yatakayomfanya aonekane kuwa mtu mwenye thamani kwa jamii inayomzunguka.
Sasa unaweza ukampa imani bora kabisa, akamwamini Mungu wake vizuri kabisa, akawa na imani iliyojaa kwa Mungu. Lakini usipompa malezi ya kumfanya aweze kueleweka katika jamii inayomzunguka, basi huyo mtoto umempoteza. Mlee awe na nidhamu, mlee awatii wakubwa na wadogo. Hapa pia kuna shida moja. Mara nyingi wazazi tunawaambia watoto wetu kuwaheshimu wakubwa. Ukimwona mtu mkubwa msalimie. Mtu mkubwa akija akuta umekaa, inuka kwenye kiti, mwachie. Mtu mkubwa akikuta kwenye usafiri, kama hamna nafasi, mwachie nafasi akae. Mtu mkubwa hivyo, yani mtu mkubwa. Kwa hiyo mtoto anakuwa akiwa amejengeka katika uelewa kwamba mtu anayestahili kumheshimu ni mtu mkubwa peke yake, yule anayemzidi kwa umri, anayemzidi kwa kimo. Huyo tu ndio anayopaswa kuheshimika. Sasa unamkuta mtoto huyo akiwa na watoto wenzake, anawachukulia kama takataka, hawaoni kama ni kitu cha thamani. Kwa nini? Kwa sababu ulimwambia tu aheshimu wakubwa. Na hicho ndicho ambacho hata leo, hadi leo hii kinatuponza na kuwafanya watu wengine hawana nidhamu na hawana maadili. Kwa sababu gani? Naomba nikuulize, huenda wewe ni mtu mzima ambaye unanizidi hata mimi umri. Ukiwa unapita barabarani ukakutana na mtoto au mtu aliye chini yako, huwa unaanza kumsalimia. Kwa mfano, umekutana na mtu unayemzidi kwa umri, unaweza kumwambia habari za saizi ili akwambie salama shikamoo. Kama ni asubuhi, unaweza kumwambia habari ya asubuhi ili akwambie salama shikamoo. Kama ni jioni, unaweza kumwambia habari za jioni ili akwambie salama shikamoo. Hicho kitu kwa watu asilimia kubwa hakipo. Mfano mwingine, wewe ni mtu mzima, umefika sehemu ukakuta watu ambao wako chini ya rika lako, wadogo zako, watoto wako wamekaa sehemu, wewe ukafika hapo. Je, upo tayari kuambia habari za saizi ili waitikie afu wakupatie haki yako? Watu tulio wengi hatufanyi hivyo, ila tukifika tunaendelea na mambo yetu, tunataka wao ndio watuambie shikamoo. Hiyo sio kwamba wewe ni mbaya, wala mimi sikulaumu wewe, ila kile kilichowekwa ndani mwako ndicho kilichokufanya hivyo ulivyo, kwa sababu uliambiwa mheshimu mkubwa. Kwa hiyo mdogo wako yeye ndio anatakiwa kuheshimu tu wewe. Wewe hauna jukumu wala haki ya kumheshimu yeye. Sawa? Kwa maana hiyo basi, lazima tuwafundishe watoto wetu kuwaheshimu wakubwa na wadogo. Yule aliye mdogo mpe haki yake kama mdogo, na yule aliye mkubwa ampe haki yake kama mkubwa. Tuwafundishe hiyo nidhamu, tuwafundishe hiyo heshima watoto wetu. Lakini pia mlishe maadili ambayo yatamfanya katika jamii yoyote atakayoenda kuishi aonekane kuwa ni lulu, aonekane kuwa kitu cha thamani, aonekane kwamba ni mtu ambaye amelelewa katika misingi ambayo ni imara, misingi ambayo ni bora. Atapendwa na kila mtu, atapendwa na jamii inayomzunguka. Lakini katika hayo usisahau kutafuta kujua kusudi lake ni lipi. Hilo ni jukumu lako mzazi, ili sasa lile kusudi la Mungu kumleta duniani liweze kutimia. Bila wewe kufanya hizo jitihada, hawezi kufikia kusudi lake. Baada ya kulitambua, basi unamwelekeza pale ambapo hilo kusudi litaenda kunolewa, litaenda kutiliwa makali, litaenda kuchochewa, ili moto wa hilo kusudi wake na awe ni mtu bora katika jamii, na Mungu aseme ndio, kusudi la huyu limetimia la kumleta hapa duniani. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kama mzazi lazima uyazingatie. Wazee wetu zamani walitambua hilo, kwamba huyu mtoto niliyopewa sio wa kwangu,
ni wa Mungu na ni wa jamii. Mtoto alikuwa akiwa huko mtaani, akifanya kosa akiwa huko mtaani, ataadhibiwa na wale walioshuhudia hilo kosa akilifanya, na akirudi nyumbani atakuta tayari lile kosa limesharipotiwa kwa wazazi wake. Lakini kizazi cha leo, wazazi wa leo, thubutu kumpiga mtoto wa mtu, thubutu kumtukana mtoto wa mtu, yule mtoto kosa lake litafutika na wewe ndio utaonekana na makosa. Mzazi wake atakuja amewaka moto, mzazi wake atakuja amechukia, amejaa, yuko tayari hata kukulalua. Kwa nini umempigia mtoto wake? Kwa nini unamtesa mtoto wake? Hicho ndo kizazi tulicho nacho. Hawa ndo wazazi wa leo nao. Nakupa mfano mmoja. Nikiwa kazini, niko na mfanyakazi mwenzangu katika kitengo ambacho nafanya. Kuna mtoto mmoja alikuja, sijui alifanya nini, yule mfanyakazi mwenzangu akawa amemtukana kwa nia ya kumonya. Lakini yule mtoto alivyoondoka kwenda kurudi nyumbani, kesho yake, siku iliyofuata, yule mzazi alikuja ameambatana na yule mtoto. Kafika pale, mzazi yule amejaa, amechukia, amekasirika, akamfesi yule mfanyakazi mwenzangu, akamwambia, kwa nini umemtukana mtoto wangu? Mtoto wangu toka nimemzaa hadi amefika hapa sijawahi hata kumnyoshea kidole. Wewe nani unamnyoshea kidole mtoto wangu? Unajua uchungu wa mtoto wangu? Upo hapa kwa ajili ya mtoto. Akasema maneno mengi kiasi kwamba alikuwa amejaa kweli kweli. Nikabaki na staajabu, nikabaki na shangaa kwamba ni kizazi cha namna gani tunakitengeneza. Ni watoto wa aina gani tunawatengeneza? Watoto ambao atakosea mbele yako na wewe usimwambie chochote, usimuonye chochote, kwa sababu wewe sio mzazi wake. Wazazi tunaharibu watoto. Hatutaki kwamba mtoto aonewe. Katika makosa aliyofanya, ruhusu mtu kumuonya. Ruhusu mtu kumuonya huyo mtoto. Kesho na kesho kutwa atakosea sehemu nyingine, atahitaji kuonywa, na kama hakupewa maadili ya kuonywa na mtu mwingine, watagombana. Kosa la kwake, lakini hata kubali kosa, kwa sababu huyo anayemuonya hana mamlaka ya kumuonya. Kwa hiyo wazazi, nimewakumbusha mambo haya, tuyatafakari sana. Kama upo tayari kwenye malezi, ushaanza kulea, chunguza haya niliyoyaongea. Umeyafanya katika malezi yako? Kama umeyafanya vibaya, basi rekebisha. Lakini kama umeyafanya kama hivi nilivyosema, hongera, na wewe ni mtu bora kabisa katika malezi. Huenda kuna kitu ambacho kimekugusa katika hii video. Basi onyesha upendo kwa kulike, share kwa mtu mwingine ambaye unatamani na yeye aweze kusikia hiki nilichokisema, ili sote kwa pamoja tulee watoto bora na tutengeneze taifa bora. Asante, hadi wakati mwingine.